Zimebaki siku mbili tu kuelekea uchaguzi mkuu wa hapa Tanzania bara, ambapo uchaguzi huo unategemea kufanyika Oktoba 29, ambapo vyama mbalimbali hapa nchini Tanzania vitaenda kushiriki moja kwa moja kwenye uchaguzi huo, huku wananchi wakitazamiwa kuwa ndio watu ambao wataenda kupiga kura moja kwa moja kuchagua kwamba ni nani atakuwa kiongozi wao na nani hatakuwa kiongozi wao, kwa sababu siku zote mchakato wa kufanya uchaguzi unakuwa mikononi mwa wananchi. Kwa hiyo wananchi ndio watu ambao wanaamua nani atakuwa na nani hatakuwa. Lakini kuelekea uchaguzi huu maneno yamekuwa ni mengi, na watu wengi wamekuwa kizungumzia juu ya masuala ya watu kuandamana, juu ya masuala ya watu kuweza kuachana sijui na kufanya uchaguzi na nini. Lakini watu wanatakiwa kufahamu kitu kimoja, kwamba kama utakataa kwenda kupiga kura au utakataa kwenda kuchagua mtu wako sahihi, basi ni utakuwa unajinyima haki yako mwenyewe ya msingi, kwa sababu wewe hapo sheria inakuruhusu na una haki ya moja kwa moja kuhakikisha kwamba unaenda kituoni, lakini pia unaenda kuchagua yule mtu ambaye ni sahihi kwa ajili ya maendeleo ya taifa lako, na sio mtu mwingine ambaye wewe unatakiwa kwenda kufanya zaidi ya hapo. Kwa hiyo wewe hakikisha unaenda kuchagua mtu ambaye wewe amekuridhisha, au ni wa chama fulani au chama fulani, lakini hakikisha tu unaenda kuchagua mtu ambaye unamhitaji, kwa sababu kama hutofanya hivyo, basi utakuwa ni kama vile mtu ambaye anajipiga risasi mguuni alafu anaanza kukimbia. Hautaweza kufika kule ambako unatarajia kufika. Kwa hiyo kapiga kura mwenyewe, ili kama baadaye utakuja kujilaumu, basi ujilaumu wewe mwenyewe. Lakini pia kama utakuja kujipongeza baadaye, basi utakuja kujipongeza mwenyewe kwamba umechagua jembe au hukuchagua jembe, basi ukajilaumu wewe mwenyewe, kuliko ni kukaa ukaangalia zoezi likienda kufanyika halafu baadaye unakuja kuanza kulalamika, kitu ambacho kinakuwa sio kizuri. Lakini pia watu wengi ambao wamekuwa kizungumzia masuala ya kuandamana, hayo masuala yamekuwa yakikua sana kwenye mitandao ya kijamii kwa siku za hivi karibuni. Lakini hebu tujiulize tu kitu kimoja, utakapoandamana utapata faida gani? Na huyu ambaye anakushawishi kuwe kuandamana siku zote, yeye yuko wapi? Kwa nini hayuko nawe kwenye kuhakikisha kwamba mnaweza kulifanya hilo swala pamoja? Kwa hiyo ni mambo ambayo saa nyingine huenda yakawa yanachochewa na watu ambao wenyewe hawatoumia moja kwa moja, lakini atakayeumia ni wewe na familia yako pamoja na watu wako ambao wanakuzunguka. So kuna vitu ni kama vile havina msingi. Endelea na maisha yako, kachague, kafanye uchaguzi, kafanye mambo yako yawe sawa, lakini achana na mambo ambayo yatakufanya wewe uweze kuwa kwenye wakati mgumu, ama wewe kuweza kuipoteza amani ambayo uko nayo sasa hivi. Kwa sababu wanasema kama kitu unakuwa nacho unaweza usione umuhimu wake, lakini ukikipoteza ndio utajua kwamba hicho kitu kilikuwa na thamani kiasi gani. Kwa hiyo huna haja ya kufanya kitu ambacho kitakuweka mashakani, ila fanya kitu ambacho kitakuweka kwenye amani.